fulani hana miguu, mwingine sijui hana meno, mwingine hana mapua. Lakini mwenda zake hakuna siku amechukua panga, amechukua kisu. Pole kwa hiyo nikiendelea. I ask for your cooperation. Now, tukiangalia viongozi hawa ambao mnasema sijui nani hana mkono, sijui nani hana mguu, sijui nani hana kifua, sijui nani hana meno. Hakuna kiongozi ambaye ametoka kwa ofisi yake ama kwa makao yake akaenda akakata mtu mguu, akaenda akakata mtu mkono, akaenda akatoa mtu jicho. Ni wewe ndiye unatumika, kisha unakuja kutuambia kwamba Ong'ondo Were alikuwa mbaya. Mbona wewe ulikubali kutumika kutoa mwenzako mkono, kutoa mwenzako kichwa, kutoa mwenzako miguu na mapafu na makamasi kwa mwili? Ni wewe ambayo unapaswa kukashifu tabia zako. Watu hao ambao wanatumika na wanasiasa, mnawajua, mnaishi nao, lakini mnakosa kuwataja ama kuwasema ama kuwachukulia hatua inayotakikana. And I call upon my brothers and sisters, particularly from Homa Bay and Migori counties and in Siaya, the side of game. This is the areas where we get political violence every time of election. Watu wanakatana na mapanga, watu wanakimbizana, wanakatana miguu na vichwa kwa sababu ya mwananchi ambaye amekubali kutumika vibaya. Tangulia kwanza ubadilishe mawazo yako wewe kama mwananchi. Tukashifu watu hawa na tuchukue hatua ambazo zinahitajika. Watu hawa umekuwa mkiishi nao na wanatekeleza unyama huu na mko nao dakika ya mwisho. Baada ya baadhi yao kuuawa ama kuuana, mnaanza kutuletea siasa za kitaifa za mauaji. Tafadhali muingie kwa manyumba zenyu, katika mikakati zenyu mubadilishe njia hizo za siasa, na hapo tutakuwa na haki katika taifa letu. And this is enlarged ama ina spread to the entire country of Kenya. Kwa saa hii nimeona mtu muoga zaidi Kenya mzima, Dr. Fred Matiang'i. Nataka kusema Matiang'i and the likes are the same thing. Kitu ambayo wamebadilisha ni majina na uniform. But Matiang'i and Ruto and whatever are the same class. Matiang'i wakati alitumika kuangamiza watu during regime ya Uhuru Kenyatta. Ruto alipochukua uongozi alibisha mlango yake mara moja hivi. Ruto alikuwa kwake na polisi wake. Matiang'i alipopata nafasi alitoroka nchi yetu ya Kenya. Hatuwezi chagua kiongozi muoga ambaye hawezi simamia na kutetea na kueleza madhamni inayoambatana na taifa hili. Kwanza akuje tuambie ni kwa nini alitoroka taifa la Kenya akaenda ugaibuni, anarudi kutuambia kwamba Matiang'i tena wewe ni tena kwenyu. And the only thing we see, if you want to know that Matiang'i is a tribal leader, wakati alikuja incoming yake alienda kuifanyia Kisii. Mbona hakufanya incoming yake JKA akaribishwa na wananchi wa Kenya hapa Nairobi ambayo ni tabaka mbalimbali? We don't want tribal politics. We don't want kugawanywa katika mirengo ya kikabila ya kwamba huyu ni ndugu yangu, huyu ni mtoto wetu, huyu ni wa huku. Kama kweli Matiang'i alikuwa kiongozi wa taifa, hiyo siasa na biaru ulienda kufanya Kisii, ungefanyia hapa Nairobi, ungeona watu watatu kwa mkutano yako. But because you talk the same language, you have got the right ya kukusanyika. And I want to ask you, those people who are hyping, oh Matiang'i you are a man, do you know how many crowd Raila pulled? Raila amevuta watu ngapi? Mikutano ya Raila imejaa mara ngapi mpaka leo baada hajawahi kuwa president? So pulling a crowd does not mean that you are a president or you are a good candidate. You are a failure. Come out, you leaders. The group of Kina Rigathi Gachagua, Martha Karua, you are all failures. You are only coming with a change uniform, but not a change manifesto. Sasa ukiwauliza kuna mtu nasikia anazungumzia sera ya mwananchi. Be it Martha Karua, be it Matiang'i, be it the so-called Rigathi Gachagua. Nobody is talking about common mwananchi. Hao agenda yao ni kutoa Ruto. Kwa sababu gani? Ruto amewanyima nyama. Sasa wanataka yule ambaye akiingia ndani atawapea nyama. Rigathi Gachagua wakati pesa yako ilifungiwa, the only thing you were supporting Ruto ni ili upate benefit zako.
benefits zako zimekataa. I've not had people you have employed across the tribes, maybe from your tribe only. So Kenyans, it is high time we look at this politician with inside eye, not outside eye of mtoto wetu na watoto wetu. If there is somebody who first should be anafaa fungiwa kwa nyumba na chapu viboko mingi sana, is Fred Matiang'i. Fred Matiang'i, you failed us. We believed in you initially ukianza kazi. And to make the matters worse, I've never had Matiang'i amekuwa elected in which position in this Kenya apart from appointing. Ni mwanasiasa ambaye hajawahi pigania nyadhifa yoyote. Na mimi nikifunzwa, mwanafunzi ama mtoto anapozaliwa anaanza na kuzaliwa, analia, anakuja, anacrawl, anatambaa, anaanza kusimama na vitu mpaka mahali sasa anaitwa mwanaume ambaye amekomaa. If you want to be an elected leader, aenda abania UMCA kwenyu, ushinde, alafu kuje MP, ushinde, upande ngazi, ukipanda beta natembea angalau ameshachaguliwa kama governor wa kwao. Yeye akizungumza akona test ya campaign na kuchaguliwa. Matiang'i, wewe uko na test ya kupewa kiti. Who will give you? Ruto is a mafia who will never wish to be taken out of power. And we don't want politics of tribal and kutafuta favor ya wananchi without you telling us what you have made in this nation. Matiang'i, as the presidential candidate, come out, tell us kile ambayo umefanya ya kutasaidia taifa hii, apart from running away from your responsibilities. Thank you, Mr. Speaker.